Mimi sijasema Kenya itakuwa na fujo. Mimi nimesema nikisikiza Wakenya vile wanasema wewe William Ruto usijaribu kuiba uchaguzi, na nimeuliza IBC, please be patriotic, msiweke hii nchi kwa shida, because history has shown when there is a contested election there can be violence, and it has happened, and we must refer to history. That's why I said we saw what happened in 2007. So please, IBC, make sure you don't create a situation where we can have a recurrence of what happened in 2007. Because if it happens this time the way people are talking, it can be worse. Na mimi, it is my civic duty as a leader to caution the country. Siku tumeleta finance bill 2024, mimi nienda kwa rais nikamwambia, hii finance bill usisukume, Wakenya wataki, watakataa na wataleta shida. Akasukuma, nikaenda kwa cabinet, na iko kwa minute. Kwa cabinet yote watu 22 na rais, mimi ndio nilipinga. Na nikasema yoko kwa minute. Nikasema hii kitu italeta fujo Kenya. Hii watoto wanaitwa Gen Z hawatakubali. Na ilifanyika. There was violence, there was unrest, there were chaos. I had cautioned the president and the cabinet. So what we are saying is, we have a civic duty as leaders. If we see a situation that can cause unrest in the country, we must say so. That does not mean that we are advocating for anybody to fight anybody. We are saying we have seen it before. It can happen again. What they are unhappy about, na ndio wanashida wakinipigia kelele, hawataki tukubusha watu mambo ya Kiambaa ile kanisani. Tulikusamehea lakini hatuwezi sahau. Ulichoma watoto wetu ndani ya kanisa. We will keep on reminding you. I know that is why you are unhappy. Na tulikuwa karibu tusahau until ulituma watu pale Kasarani, pale Mweki PCA Church, ndani ya kanisa, vijana wakuje kutuua sisi ndani ya kanisa. Tukalinganisha hiyo na ile ya Kiambaa. So rais na watu yako, kama unataka tuachane kuzungumza mambo ya Kiambaa, wacha kutuma wahuni makanisani na kwa mazishi kulete fujo. We forgave, but we did not forget. So the things you are doing now make us remember more vividly what you did in Kiambaa Church. Na tunakuambia, tunajua. Nimeona huyu Mr. Yesa na huyu waziri wa usalama wakiandika, hakuna, hatutakubali violence in Kenya. How can you say, Mr. Yesa, you cannot accept violence in Kenya? The government, as we speak today, is perpetrating violence. Pale 31st of December, Nyeri, Kabiroini showground, yule kiongozi wa ile kundi ambaye ilihangaisha watu hapa Murang'a, si mnamjua? Alisimama hadharani akasema, mimi nafanya kazi na deputy president na ndiye amenisimamia na hii kikundi changu, na tuko na polisi hapa na tutaendelea na kazi yetu bila kusumbuliwa. So wewe Mr. Yesa, you are working with the leader of a criminal gang. Na huyo jamaa tangu siku hiyo ndiye amekuwa akitatiza mikutano yetu. Ndiye alituma watu Limuru kupitia orders yako, akitaka kuua sisi pale Limuru mwezi ya 11. Wa leo hiyo watu hawajashikwa kwa sababu ni watu yako. Pale Mweki, rais mwenyewe ndiye alipiga simu, toa polisi ndio hii watu wavamiwe. Mpaka wa leo uchunguzi umefanywa, rais amesema hiyo watu wasipelekwe kotini kwa sababu ni watu wake. So Mr. Yesa, wewe, I want to remind you that when the Gen Zs were killed, you are the Minister for Interior. You supervised, you directed and executed the killing of young people. You have Gen Z blood in your hands. So when you say that there cannot be